muda wa maombi waliompa ndio kufundisha Kiingereza ulipomalizika, ukaongezeka na mwingine ambao waliomuomba tu kwenye ile shule, dada Jeni hakutamani tena kurudi haraka nchini Marekani. Basi msichana huyo yeye aliendelea kufurahia, alifurahi mno baada ya kupewa ule muda wa kuongezewa. Mwaka ulipita haraka kufundisha Kiingereza katika ile nchi. Basi mwaka wa pili dada Jeni alikuwa akizungumza Kihispania akiwa nchini Chile kwa ufasaha kabisa. Na misheni ya kati ya Chile, kanisa la Adventista wa Sabato nchini Chile, ilikuwa inamtafuta msaidizi anayejua lugha mbili katika kile chuo au katika ile shule. Walikuwa wanamtafuta mtu ambaye anayejua lugha mbili. Kwa hiyo dada Jeni yeye alikuwa anajua lugha mbili. Alikuwa anajua Kiingereza na Kihispania. Kwa hiyo walimpenda. Alipata nafasi kama mtu kujitolea katika ile shule. Alikubali. Na katika miaka mitatu iliyofuata alisimamia kumbukumbu za washiriki wa kanisa hilo la Mahalia la hapo Chile. Alifundisha pia makalani wa makanisa. Alihudumu kama kiongozi ndani ya Adventist Volunteer Service, shirika ambalo alipokuwa kule chuoni ndio aliomba nafasi kupitia lile shirika. Katika kipindi hicho pia aliolewa na Mchile. Baada ya kukaa kwa muda mrefu pale nchini Chile, alipata mwenza wake. Aliolewa. Jeni alipata furaha zaidi. Kisha chuo kikuu cha Adventista wa Sabato hicho cha Chile kilimpigia simu kumuuliza kama angependa kufundisha masomo ya Biblia, kwa sababu walimwona anafundisha makalani, anafundisha na masomo mengine ambayo yanayohusu Sabato. Akawa anafundisha pale. Kwa hiyo dada Jeni yeye alipokuwa amepata mchumba wake au mwenza wake, basi akapata kibali maalum cha kuishi nchini Chile kama raia. Alihamia nafasi ya kuwa mwalimu wa Biblia chuoni baada ya sasa ya kupata muda wa kujifunza zaidi na kile chuo alivyompenda, basi wakampa nafasi ya kufundisha Biblia katika kile chuo. Kwa mara ya kwanza katika miaka mitano hakuna tena sehemu ya Adventist Volunteer Service, bali hakuwa tena sehemu ya Adventist Volunteer Service, bali mfanyakazi wa kudumu chuoni. Yaani alikuwa sio tena wa kujitolea, alipewa nafasi ya kuajiriwa katika kile chuo. Leo dada Jeni ni mmoja katika walimu watano wa Biblia katika chuo hicho. Hapo chuoni. Yeye ni mmoja wapo walimu yeye ni mmoja wapo wa walimu ambao wanafundisha Biblia katika hicho chuo. Yeye na walimu wenzake hufundisha masomo ya jumla Biblia ambayo yanahitaji wanafunzi wote isipokuwa wale wa teolojia. Wanafunzi wa teolojia wana madarasa yao binafsi. Wanafunzi hao au wanafunzi wengi wa Jeni hujifunza kuhusu Mungu wa Biblia, ambao kwa idadi yao ni 3/4 ya wanafunzi wote wa shule wa chuo kile. 3/4 yake wanafunzi jumla wako 1000. 3/4 yake wote wanajifunza kuhusu Biblia. Na hizo familia ambazo zinajifunza zenyewe sio za Kisabato. Sio wa Sabato, ila wanajifunza Biblia kwa wingi sana wa idadi ya wanafunzi wote chuoni.
Jeni ambaye kwa sasa ana miaka 28 anafurahi mno kuwa missionary kupitia Adventist Volunteer Service ulifungua mlango wa kazi ambayo hakuwahi kuiota. Inawezekana au kuwezekana kwamba angekuwa naye miongoni mwa missionary, lakini ndoto yake ya mara kwanza au maono yake ya mara kwanza anasema